In most of the African societies, the family was a central unit for growth of the community. The upbringing of the young was a community role, and any misconduct or violation of customary laws was handled as a grave sin. Among the Keiyo, children were traditionally seen as a blessing from God, and everyone was tasked to oversee the nurturing of the children with good morals, which added respect to their parents. Kazi ya kina mama kwa boma ni kazi kubwa, sababu bila mama kwa boma hakuna kazi inafanyika, kwa sababu lazima ukiamka asubuhi unafikiria mama, unafikiria watoto watakula nini siku ya leo. Unalala usiku ukiwaza, unaongea na mzee, kwa sababu mzee hawezi akatoka kwa boma aenda atafute mboga apike chakula. Wazee kazi yao ni kuangalia ng'ombe. Besides, communal duties were divided based on gender and age. Herding of cattle was left to the young boys after graduating to morans. When girls could spend time with their grandma at fireplace. At Barmau's homestead, the elders are having hard time generating fire from the pieces of wood. Oh, lali nyama nyoi. Lali nyama. Mata pula laga sere. Lala manyo lali. An hour gone, with no flicker of light at sight. Only the stream of sweat rolling down their bald heads indicates the strenuous exercise here. At the 50th minute, sparkle of fire ignites the pieces of wood. Mzee Komen says they have to appease the ancestors for consenting their plea. Incantations are underway.
lalang, burgai, sere. Ikisha waka tunabariki. Tukisha bariki, mata ya kubariki tunahamisha sasa moto kutoka hapo. Tunaweka hii kwanza. Hii maziwa au bombe ya kienyeji ya kikwetu. Tunabariki tena. Hiyo ni bariki namba ya pili. Maziwa na hiyo vitu vingine bombe ya kienyeji kabisa. Sio changama ama pia. Watoto hawezi fanya hii kitu. Kwanza hii mtoto hawezi shika. Wazee wenyewe. Wakongo ile wa zamani. Ni wanatumia hii vitu. Watoto hapana. Comment says this exercise is done by the senior most elder of the clan and remains hereditary among the family line. Mzee mkubwa anapewa yeko na amri ya kufanya hiyo kazi. Hao wazee wengine watoto ambao wananifuata wanaitikia tu. At the end of this ritual, women are now allowed to fetch fire from this spot to light up their kitchen. The kitchen is engulfed with a beehive of activities as women try to put everything in place, ensuring that meals will be served before the sun is overhead. Terrate, or the cooking clay pot filled with vegetables, sits on the fierce flames of the woods, ready to withstand the furnace temperatures as the boiling starts. Wase kazi yao ni kuangalia ng'ombe na kuangalia maneno ya huko nje. Kama kuna vita wanakaanga huko kando. Lakini wamama kazi yao wanakuamka tu asubuhi kuona usafi ya nyumba, kuona watoto wamekuwa sawa, watoto wanaenda shule. Najua samana tu kwa na nini unapata unakula ukali jioni unaweka ya asubuhi. Mama lazima uwekee watoto chakula ya asubuhi. Unatoa ukali na tomogolie. Unaweka tabut huko mahali kitu iwezi kakosa. This vessel is reserved for cooking special food such as traditional vegetables like saga and the meat for the elders. The black soot-coated kitchen confirms the number of years this grass-thatched structure has been forced to withstand the irate smoke. Na hii mbegu hii tunaanza kufuna. Tukifuna mbegu tunaweka juu ya nyumba ya nyasi kama hii ndio ipate kukauka. Inakaa mwaka mmoja ndio tupande, alafu imee mzuri, tupate mbegu mzuri. Sasa tukimaliza tu kufuna inakaa tu hapo. Tunaweka mahindi, wimbi, mtama. Hii ni mtama sasa. Tunaweka hapa juu, alafu ikuwe mbegu mzuri. Na iwezi karibika. Dudu iwezi famia. Inakaa tu hapa, hii ikikuwa nyeusi ni sawa, hakuna shida, itamea mzuri sana. Alice confirms that the soot is medicinal and used when treating chest-related problems. Ni dawa, sasa ile umekaswa na kifua, unatoa, na kuna dawa ya miti ingine inaitwa muswit. Unachanganya na unatoa. Unachanganya, unafanya na kukula. Unatoa, monyit, ndio hii.
unatoa hii monyik. Monyik, naitwa monyik. Natoa hivi, unachanganya na dawa nyingine, unafanyia hivi na unakula. Unalamba. Sasa kifua inafungika. Inatoka. Utasikia tena kifua. The sisal woven ropes hanging from the roof act as a cupboard for safekeeping of foodstuffs out of reach from rodents such as rats. Hii tunaweka juu, sasa ile umeweka mboga yako ama maziwa unatoa kwa chini, tunaweka juu mboga, tunaweka maziwa, hata kama uko na nyama yako unaweka juu. Mbuzi wezi kafikia ama watoto wezi wakamwaga. Sasa tunaweka juu, kila kitu tunaweka juu ndio tusifikie. Hii tunaweka sasa ile tunakorogea mboga, tunapikia ukali. Tunaweka juu watoto wasipoteze. Hii ni kibuyu ya maziwa. Ya mzee, kuna ya watoto na kuna ya mama na ya watoto. Hapa juu pia tunapika ukali, tunaweka tabut. Naita tabut tunaweka ukali na ile telea tunaweka juu watoto wasifikie. Tunaficha kabisa ndio watoto wasukule. Mpaka saa zile mama amefika anatolea watoto. Watoto hawajui kwa wapi lakini mama peke yake anajua. Hapa ni mahali kabati yetu ya Swiss. Tunaweka kabati lakini yetu ya zamani tunaweka tabut. Tabut tunaweka juu ndio watoto wasifikie. Unaweka kila kitu hapa, hata kama uko na dawa ya ng'ombe unaweka juu watoto wasione. Apart from the vegetables being prepared, Alice confirms that guests will also have a bite of goat meat. Na katika jamii ya kwa Keiyo, wakati wa uchinjaji hatutumii mti wote, hatutumii mbao, hatutumii mabati. Samana wanatumia matawi kuwekelea nyama ndio usishike na uchafu. Na si mtu wote anatumika. Kuna baadhi ya mti kama huu ni mtu ambao ni chakula wasi kwamba inatumika kuwekea nyama. Sababu ya kuchaguliwa kwa hii, uweze kutazama vizuri utaona kwamba haina miiba. Sana sana katika jamii yetu hatutumii mti iko na miiba. Pili, haina harufu. Haina harufu yote. Kwa hivyo haitaharibu hiyo harufu ya nyama yetu mzuri. Kwa hivyo Inaitwa aje hiyo mti? Inaitwa malakuli. Na inapatikana karibu na mtoni sana. Sisi vijana wasi wanapochinja, sisi rika yetu tunatumwa. Wasa waendi. Tuna mtoni, tunachuna, tunaletawa. Women, children and elderlies are eagerly waiting for this moment. An able-bodied young boy walks into the homestead loaded with the animal on his shoulders. Unlike the Maasais, where the slaying of the bull or a goat is done by striking a single shoot of the spear by the Moran, penetrating its chubby heart, for the Keiyo, the animal is suffocated to death. And this exercise is handled by the elders. This is believed to prevent blood from spilling over the meat, which may affect its taste. The skinning starts.
ketubate, a wooden bowel taped at the base of the artery, is used to collect blood that is gushing out. One of the elders confirms that this vessel is only used during special ceremonies or when conducting rituals. The collected blood is stirred to prevent it from clotting. Thereafter, it is drunk raw by the men of the homestead, believed to make them bold and fierce. Mzee Barmao takes up the second phase, interpreting the future by the use of intestines. By a single stare, he confirms the shocking revelation: the two pending deaths in the community as a result of interclan conflicts. Sasa area hii inaonyesha ikiwa na vitu tofauti nyeusi, inaonyesha ni watu ngapi na kuba katika dumila ya samani. Hii ndio inaonyesha watu na kuba kiasi gani. Unaona hii moja moja hii ni moja tu na hii mbili ndio wase walikuwa na bwadilia zamani. Sasa ikiwa ni wengi na cha hapa tunaangalia sasa, ukiangalia kuna lines hii inaonyesha ikumbua na ndio ukiona vile na jaa hii naonyesha ikumbua iko sawa sawa na vyakula mimea itakuja mzuri, itamea mzuri, tutafuna tu. Tunasema kuna watu takongana kichwa. Inaonyesha Hii ni panga. Ni panga. Tunakatwa kupanga kwa kichwa. Ndio hii inaonyesha hii. Wapi sasa watakongwa wapi? Kwa hiyo area hii tu. Area hii sio pale pengine. Na kuna mtu takatwa na panga. Ndio hii inaonyesha mzuri. There are reserved parts of the meat that no one dares not to eat. Hii ni mguu ya mbele. Na ikiwa mguu ya mbele inakawa karibu sehemu ile hapa. Bado tutakuja kawa. Tunakawa kwa Kinarika. Kinarika kuna nyama yao hapo ambao tutakuja ugawa. Tunaita usto. Unaona hata hii? Tunahesabu ile. Unaona hiyo? Tunahesabu ile 1 2 3 4. Ipa tunaenda tena kwa wengine kurubia hiyo moja. Hii hilo yote hii inakula na mzee mwenye boma. Mama hawezi kula hii unless kama mzee mwenye boma akiwa mbali, naweza patia mzee ndugu ya mzee nini mzee ndugu ya bwana yake akule hii, si watu wote. Miji mama boisha, miji mama lako, miji mama gorko. Hii dia inaitwa Yudut. Inaitwa Yudut. Hii pia ni ya mama. Mama ya boma hii. Au kama mama yuko anapatia
ile tunaita siyenyi, ile bibi ya ndugu ya bwana yake hii. Na kama pati iko koko ile koko kabisa ile alisao inapewa wakana mama watoka wishukula, hata kama yeye ni mwenye poma inawajia koko. Hii tunavinya hii, tunaongeza tamu, alafu inakunywa. Alafu ile nabaki hii inakauka, hii tunakausha kwa jua. Sasa ile mvua inanyesha, sasa ile rati na nguruma na kufanya ile yake hii, tunaweka moto kidogo. Asifanye makosa. Ikiwa kwa moto, rati na boa. Kuna sehemu ya wamama inaitwa yotet. Hiyo ni ya wamama. Alafu wasee kuna mguleldo na ulimi, hiyo ni ya mzee. Watoto hawezi wakakula ama mama hawezi akakula ulimi. Ulimi ni ya mzee ya boma. Hawezi ukapeana. Tuseme mzee amesafiri na njaa imekushika sana. Hiyo ulimi huwezi kula? Hiyo huwezi. Uwezi aire hata utoe maziwa ama ufanye utafute ile ndariati yako. Najua mboga ikiwekwa inabaki mpaka kesho. Asubuhi huwezi maliza yote. Ukimaliza yote na mgeni akifika atakula na ile teliati yako. Unatoa hiyo teliati na kukula. Mzee huwezi kukakula. Hakuna kabisa. Katika milo ukikula hiyo ulimi nini itafanyika? Hiyo hapana, ni laana. Ni tambi kabisa. Kabisa? Kabisa. Hiyo hakuna. Hiyo tunasema kire. Kire hakuna kukula. Hii ndio ulimi. Sehemu hiyo. Hii ndio mzee. Hakuna mwanamke anakula hii. Na akikula ni laana mbaya. Na nguruma katika poma. Sini bwana. Amepewa nyama yake ingine yote na anakula yake. Pendua hapa. Tuma, weka kudi. Wewe. Ero, unaona hapa tena. Hebu taona. Unaona sehemu hii kuanzia hapa. Hii mabua hii ni wa mama. Unaona mabua hii sasa ile pasua kichwa hapo, sasa ile inakatwa hapo. Mama anakula mabua hii, mama anakula hii na hii, mzee anakula ulimi, masikio na ini ya watoto. Masikio ilibitishwa hakuna mtu nakula. Ikijulikana anakula, kesho wazee watasanyana na wamama, hiyo mama anabikwa fine. Tabekwa kiboko kwanza baada. Kama mzee amekula ya mama, kama mzee anakula ya mama, mzee tajinja mbuzi ngine ikuliwe na wamama. Na mama akikula ya mzee itapikwa pine. Itapikwa kiboko na kupikwa pine tena. Lakini hana mbuzi, naweza kupikwa kiboko tu. Naweza kuwa na mbuzi ambaye alipewa wakati alikuwa mrere, sasa hiyo itachukuliwa. While the goat's tastes are reserved for the man of the homestead, and in this case, Mzee Barmao won't miss the bite. Unaona hii inachomwa na kufanya na kisu hivi kutoa hii manyoya yote, alafu inachomwa. Hii ni ya mzee tena. Kwanza hii ndio hatari, hakuna kijana atakula. Hata mzee akienda mwezi moja inawekwa kwa nyumba juu iwe ikikauka, akikuja natengenezewa. After portioning, part of the meat is roasted while the remainder is steamed to allow the elderlies to have a bite. Mzee Komen says the Keiyo customs forbids children and women from sharing the same table with the elders, and at this point, women will have their meals at the kitchen area. The spiraling wave of civilization has taken Africa under siege, putting African cultural heritage and indigenous communities on the brink of extinction. The Keiyo have not been spared as well. Now the traditional elders have vowed to use their powers in safeguarding the few remaining traces of their culture.
For Culture Quest, I'm Levis Msumba. This is